kinaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama Sifuna hawana shares katika hii nchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge nchi kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya nchi hii ya Kenya. Tukamalizana na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi sina ubaya na wewe, mimi nakutakia kila laheri. Sisi kama watu wa upinzani, kazi yetu ni kukosoa serikali wakati ambapo inaenda mrama. Jambo la mwisho kwa gavana wangu wa Nairobi, Mheshimiwa Sakaja, mimi nataka nikuombe kwa sababu mimi nakujua kama muungwana. Wale ndugu zetu ambao wanatufanyia huduma ya afya kule Nairobi, madaktari wetu, hakuna haja ya kuanza kutisha watu. Hakuna haja ya kuanza kupiga watu kama Secretary General wa KMPDU tear gas. Unajua hiyo watu hawajazoea hiyo vitu. Wao ni madaktari wamekaa kwa shule miaka 6, wao wanakuja kusaidia tu wananchi. Ita hao watu mketi msuluhishe ile mambo ambayo iko pale badala ya kutoa vitisho ya kusema sijui msiporudi kazi mtafanya namna gani. That is not the way to go. Na huyo SG mimi nilimpigia simu nikamwambia usione SG wa ODM anavaa sufuria kwa kichwa wakati ya maandamano ukafikiria yeye ni wazimu. Hiyo tear gas ilikugonga kichwa, kama ungekuwa na sufuria ungelala hospitali vile ulilala. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, Your Excellency. Unajua Senator Edi na Senator Sifuna, hawa jamaa ndio tunamkianga debate pale Citizen nao kila asubuhi. Na tumegongana nao kwa miaka mingi, tumekuwa nao pale kwa miaka 8. Na huyu Senator Sifuna sikumwambia ako na kichwa kubwa. Nilimwambia ako na macho lakini hakuwa anaona ya kwamba the forex rates zimeanza kubadilika. Nikamwambia hakuwa anaona ya kwamba shilingi ilikuwa 168 against dollar na sasa imeanza kwenda chini. Na nikaona kidogo alikuwa afurahi sana ya kwamba hiyo mambo inaendelea hivyo, kwa sababu nafikiria alikuwa anataka iendelee mbaya mbaya ndio tuumie kidogo. Lakini ndugu yangu, tutapatana next Thursday mkiwa na Eddie pale Citizen na tutaendelea kutivua kivumbi kama vilivyo. Your Excellency